Kuna vitu nataka nizungumze hapa. Kwa hiyo mtu anaweza kunisikiliza kisha akachukua kile ambacho ameona ni sahihi, au kuna ulazima wa kuchukua vitu vyote ambavyo nimeviongea na kuvifanyia kazi. Kwa hiyo unaweza kuchambua kitu ambacho ni sahihi, kwa sababu mimi ni binadamu. Siwezi nikaongea vitu vyote ambavyo viko kwenye mstari. Kwa hiyo huenda vingine viko kwenye mstari, lakini vingine kwa mtazamo wangu haviko sawa. Tuko kwenye kampeni. Tuko kwenye kampeni ambapo kila kiongozi anamwaga sera zake. Anayasaka madaraka, anakisaka kiti. Hapa ndipo nguvu kubwa hutumika. Ndipo jitihada nyingi hutumika. Watu kuhakikisha kwamba anakipata kiti hicho adimu ambacho wengi wanashindwa kukipata na wengi wanakitamani, lakini kukipata inakuwa kazi kubwa. Kwa hiyo zinatumika jitihada kubwa kukipata, hasa kiti cha urais, kiti kikuu cha amiri jeshi mkuu, amiri jeshi wa mambo yote. Kwa hiyo nina maono ambayo mimi nayaona, ambayo mtazamo ambavyo ninatazama. Ingawaje wengine wana mitazamo yao, wanaitoa kwa lugha ya matusi mitandaoni, wanatukana viongozi kwa lugha za matusi, kauli mbaya. Yaani kiongozi akisikiliza hoja zile, matusi yale na watoto wake, ndugu zake wa karibu wanajihisi aibu sana. Ile haijengi. Ile haijengi. Ile ni kukashifu. Hauhitaji kujenga. Unapopinga na kutukana, mtu anashindwa ashike matusi au ashike kile unachokipinga. Kwa hiyo mimi nina maono yangu. Sasa nataka nizungumzie swala la sera zinazomwagwa na maono yangu ambayo nayaona yanatakiwa yawe. Watu wanasema hatuitaki CCM. Watu wanasema hatutaki madaraka iliyopo. Tunataka uongozi mpya, tunataka chama kipya. Lakini nafikiri kama vile wanajisahau, kwa sababu wale wanaohitajika si malaika kwamba wameshuka kutoka mbinguni ndio wanakuja kutuongoza, kwamba hawatokosea. Wanasahau kuwa hata hawa ambao wako madarakani leo hii wanawaona hawafai. Mwanzo wao ndo waliwapigia kura, walikuja na sera za kwamba mimi ni kiongozi bora, nitafanya hiki, nitafanya kile, lakini leo hii wamewageuka tena na kuwaona kwamba si sahihi. Kwa hiyo hata hawa leo ambao wanasema wanawahitaji au chama ambao watu wanakitaka, tusishangae na kesho wakarudi wakakipinga kwamba ni afadhali ya CCM au ni afadhali ya kiongozi fulani ambaye tulimpinga kabla. Kwa hiyo ni yale yale tu kwamba wanaokuja ni binadamu na wanaoongoza kwa sasa hivi ni binadamu. Kwa hiyo, lakini kuna vitu ambavyo ninaona vinaweza vikawa tiba ya haya. Umeona? Sasa nataka nizungumzie swala la uchaguzi. Nataka nizungumzie na wananchi ambao wanapiga kura. Nataka nizungumze lakini pia na viongozi ambao wanapata hicho kiti. Nikianza na wananchi. Mwananchi yoyote ambaye anapokea rushwa, anapokea hongo, iwe kwa ahadi, iwe kwa pesa, iwe kwa kitu, kutoka kwa kiongozi ambaye yuko kwenye kampeni, au amekuja yeye direct au katuma watu, kwamba amekupa pesa, amekupa kitu ili mradi umchague awe kiongozi, na wewe kwa sababu ya shida ulizonazo kwa muda huo, kwa sababu ya uhitaji ulionao kwa muda huo, ukachukua kile kitu chake. Lakini muda wa kupiga kura ukamwekea tiki kwamba fulani alinipa pesa ikanisaidia kulipa ada ya mtoto wa shule, alinipa pesa ikanisaidia kulipa kodi ya nyumba, alinipa pesa ikanisaidia kupata mtaji, au alinipa gari ikanisaidia kubeba mazao yangu kuyatoa shambani. Hii inadhihirisha kama kiongozi amefanya hivyo kukupa,
ye mwenyewe anajua hatoshi, anajua kwenye kile kiti hastahili kuwepo. Kwa hiyo anatafuta namna ya yeye kuhakikisha anakuwepo. Askari anapopiga gari mkono kwamba lisimame alikague, halafu yule anaendesha gari anatanguliza rushwa, anasema bwana, hebu chukua kachochote kitu, hebu niache nipite. Tafasiri ya hapo ni kwamba mle amebeba vitu ambavyo havistahili. Yaani tafasiri ya rushwa inaficha ukweli. Rushwa inaficha vitu vibaya. Yaani ni mtu ambaye ameshajua kwamba mimi nimekosea, kwamba mimi nina makosa, kwa hiyo anatumia rushwa kuficha. Yeye mwenyewe anafahamu kwamba mimi sifai, mimi nimekosea. Kwa hiyo tafasiri ya rushwa ni mtu ambaye tayari anafahamu. Kwa hiyo kiongozi yote anayetoa rushwa kwa ajili ya kupigiwa kura ni tayari yeye mwenyewe anajua kwamba hatoshi. Anajua kwamba fulani anihitaji, fulani wanihitaki, lakini nitafanya kivyovyote vile ili mimi kuhakikisha napata kile kiti. Nafikiri sijui hapo nimeeleweka. Hebu angalia hata uende hospitalini. Yaani sehemu yote ambacho kitu kinapita kwenye mstari ambacho hakijakosewa hakihitaji rushwa. Ukiona mgonjwa anatoa rushwa ahudumiwe mapema, ujua hakustahili kuhudumiwa mapema. Alistahili apange foleni, ndo utaratibu. Kwa hiyo yeye kafoji, aliona astahili kuhudumiwa kwa muda, lakini kafoji. Kwa hiyo kama amefoji, maana yake ndio maana rushwa imetumika. Lakini nashindwa sijui kuelewa kwamba naeleza kitu ambacho kinaeleweka. Kwa hiyo yule anayetoa rushwa anajua kuwa hatoshi kwenye ile nafasi ya uongozi, lakini anayepokea rushwa huenda akawa alijui hili. Huenda yeye akafurahi kwamba fulani ana moyo mzuri, ni kiongozi mzuri, kanisaidia hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Lakini asisahau kwamba huyu anaenda kupata madaraka. Anaweza kashindwa kutoa hiyo misaada ambayo ameitoa wakati wa kampeni. Ni muda ambao yeye anaenda kufanya yale ambayo anaona ni sahihi, na hatuuliza na mtu yoyote. Na kitu ambacho kinashangaza, sheria ya Tanzania hairuhusu kumtaki kiongozi akiwa madarakani. Hairuhusiwi kiongozi kama rais kwamba ashtakiwe akiwa madarakani. Lakini inaenda mbali, hata akitoka madarakani anaweza hata ashtakiwe, akawekewa ulinzi na wanasiasa ambao wako ndani ya chama au wako ndani ya uongozi, ambao wao pengine yeye ndiye aliyewachagua, ndiye aliyewateua, inawaia ugumu wao kumshtaki. Kwa hiyo umakini unahitajika kwenye swala la kampeni na kwenye swala la uchaguzi. Kwa hiyo jambo moja ambalo nimezungumzia ni swala la rushwa kwa viongozi ambao wanatoa rushwa kwa wananchi ili wapigiwe kura. Kwa hiyo mimi ninachokijua, kiongozi anayetoa rushwa analijua hilo kwamba hatoshi kwenye hiyo nafasi, ndio maana analazimisha kutoa hela na kutoa vitu ili apate nafasi. Lakini hasa nataka niongee na yule ambaye ni mwananchi ambaye anapokea rushwa. Huenda akawa hana hii elimu ambayo anatakiwa aijue kwamba anapopokea rushwa anamhakikishia kumweka mtu kiongozi ambaye hastahili pale kwenye nafasi. Kwa hiyo anakuwa amemweka mtu ambaye yeye anajua hafai, na yeye anamdhibitisha kumweka. Kwa hiyo ni afadhali usikilize sera, hata kama una shida, hata kama una mahitaji yamekubana, lakini si kuchukua ongo, si kuchukua kirainishi wengine wanaita cha kwamba nipigie kura, chukua hiki na hiki, au nakupa ahadi, nitakupa hiki na hiki na hiki kama nitapita kwenye uongozi. Hii ni kuondokana na haya ya kwamba hatutaki CCM, ya kwamba matusi yanakuwa mengi, kwa sababu wanapita kwa staili hii. Wanapita viongozi ambayo si sahihi kwa sababu wana hela ya kutoa kwa wananchi. Nafikiri kwa hilo nimeeleweka. Lakini kingine nataka nizungumzie kwenye swala la hapa, ninazungumza vitu ambavyo vinaweza vikawa na uongozi bora na ujenzi wa taifa letu. Hili ni taifa letu. Mimi siwezi nikatoka hapa nikaenda Kenya nikasema naomba nizaliwe Kenya au niwe mwananchi wa Kenya. Nchi yangu ni Tanzania. Kwa hiyo nitazungumza kile kitu ambacho ninaona kinastahili, ambacho ninaona kinafaa. Kwa hiyo nitakuwa mzalendo, nataka niseme.
Nitakuwa mzalendo. Uwezo, yani hii ni nchi yangu, ni Tanzania yangu, nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, kwa hiyo hii ni Tanzania yangu. Na si kwamba mimi nina kimbelembele sana kwamba ninajua kuongea, hapana. Isipokuwa ni moyo unanisukuma na akili. Kwa hiyo leo nataka nitoe mawazo yangu ambayo ninayaona. Swala lingine nataka nizungumzie swala la mabadiliko ya mwongozo katika serikali. Mabadiliko ya mwongozo katika serikali. Kama tunavyoona, watu wanatoa rushwa, watu wanatumia nguvu kubwa, watu wanatumia, hata wengine wanakuwa tayari kuua. Watu wanaonyeshiana silaha kwamba ukikaa kwenye njia yangu nitakuondoa. Hichi kiti nakihitaji kwa hali na mali. Kwa hiyo nafikiri tunaona. Lakini mwongozo uliopo kuhusu hao ambao wanatafuta kula, ambao wanatafuta kiti, ni mwongozo upi ambao upo wakishakipata hichi kiti? Tunatengeneza nini? Ikiwa kiongozi anatafuta kwa kula kwa hali na uvumba, anazipata kisha anakaa madarakani, na anaweza akafanya kile kitu ambacho yeye anakitaka, na asisumbuliwe, asiulizwe mpaka muda wake uishe. Hamuoni kwamba tunazidi kutengeneza walaghai wengi kwenye uchaguzi ujao? Kwamba akija na sera za kueleweka, akija na hela zake za kutuonga, anapata kiti na kisha anafanya mambo yake, anaondoka. Mi naona kuna kila haja ya kubadilika mambo katika uongozi, hasa kwa viongozi wakubwa kama rais, wabunge na kadhalika. Siku zote hakuna mtu ambaye anatenda makosa akiwa hajui ni makosa. Yeyote anayetenda makosa anayatenda akiwa anajua ni makosa, lakini anayatenda akijua hakuna kinachokuja kumkuta, hakuna kibaya. Naweza nikatoa mfano wa kwamba hata wale ambao hata wale ambao wanaabudu Mungu, wanamwamini Mungu, wanasali, ukiwauliza mnatenda dhambi, wanasema ya tunatenda. Kuna mtu aliyekamilika, lakini ndio maana toba ipo. Kwa hiyo ninatenda, baadaye natubu. Lakini hata kwa hao, ukiachilia mbali wale ambao wao hawajui kusali, wao wanajua kutenda dhambi, hawajui imani ya kwamba Mungu yupo, imani ya kwamba kuna mbinguni, kuna motoni. Nataka nizungumzie mfano kwa hao ambao wanaamini Mungu, wanaamini kusali, wanaamini kutenda dhambi unaenda motoni, lakini wanabembea kwenye swala la kwamba natenda dhambi lakini natubu, ndio maana toba ipo. Hebu ufikiri. Nafikiri wengi hata hao wanasali kwa sababu kuna moto. Unaona? Yaani ukifuatilia kwa utafiti wangu niliochunguza, wengi walioko makanisani na wanasali kwa kutegemea kwamba mimi nitakapokufa kuna moto wa milele ambao hautozimika. Kwa hiyo ndio maana anasali. Lakini tuzungumzie kwa hao ambao bado wanasali na bado wanatenda dhambi, na wanasema kwamba mwanadamu hawezi kuishi bila kutenda dhambi. Si kweli. Sijawahi kukubaliana na kwamba mwanadamu anaweza akaishi bila kutenda dhambi. Yaani sijawahi kukubali kwamba mwanadamu hawezi kuishi bila kutenda dhambi yoyote, kwamba hajakamilika. Sijawahi kukubaliana na hicho kitu. Hebu washuku kwamba huo moto ambao unasema upo, ingekuwa kwamba yaani ni mfano, mpiga picha kama unaona kwamba huo moto uko sehemu hapa duniani au wako huko mbinguni, huko wapi, sehemu yoyote, mwanadamu yoyote akitenda kosa moja tu, akiongea uongo, akiiba, akizini,
anachukuliwa na Mungu, kisha anaingizwa kwenye moto, anachomwa kulingana na kosa lake. Labda umezini, unachomwa masaa 8, kwa sababu wanasema, vitabu vinasema kwamba ule moto hauzimiki na haufi. Kwa hiyo ukiingizwa kwenye ule moto unasikia yale maumivu ya moto, lakini hufi. Kwa hiyo unachukuliwa, unachomwa kwenye moto masaa 8, alafu kisha baada ya hapo unatolewa. Haya, we bana, tumemalizana, nenda kaendelee kuishi. Ukitenda tena kosa lingine unarudishwa, tunamalizana. Hivi kuna mtu ambaye angekuwa anasema kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuishi bila kutenda dhambi? Yupo. Akatoka huko akasema kwamba mimi bana sijakamilika, kwa hiyo nitatenda dhambi, nitatubu. Jaribu kuimagine kama ulishawahi kusikia maumivu ya moto. Wanatenda kwa sababu hawajaona mfano. Lakini mtu naamini, nafikiri hata binadamu wangekuwa naogopa kuvaa nguo nyeusi. Nguo nyeusi zingekuwa hazivaliwi, kwamba akivaa nguo nyeusi Mungu anaweza akamuona kama amemsaliti. Wangekuwa wanavaa nyeupe kama hii au rangi nyingine, lakini sio nyeusi. Wangevaa nyeusi wangefikiria kwamba Mungu anaweza kutuwashumu sisi na washetani, akatuingiza kwenye moto. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, hakuna mtu ambaye angekuwa anabembea kwenye kusema kwamba hamna mtu ambaye anaweza kaishi bila kutenda dhambi. Hayupo. Ninaamini 100%. Kwa hiyo tukirudi kwenye uongozi, kwa nini kiongozi anapata madaraka na kisha anatenda vitu ambavyo yeye anaviona vinastahili, yeye anaviona ni vizuri, lakini kumbe si vizuri kwa wananchi? Si kwamba hawezi kutenda ambayo yanafaa, si kwamba hawezi kutenda ambayo yanastahili, si kwamba hawezi kutenda ambayo mambo ni bora, si kwamba hawezi kuiba, si kwamba anashindwa kujenga, anashindwa kusimamia mambo kwa weledi. Hapana. Isipokuwa hakuna kitu kinachomlazimisha kufanya hivyo. Hakipo. Huenda yeye aliingia madarakani, anataka amalizie ujenzi wa nyumba za wazazi wake, anataka aende Dubai, hajawahi kwenda Dubai, hajawahi kwenda hoteli fulani ya maana. Ndio lengo lake. Hawezi kujua kwamba kuna watu ambao wana malengo makubwa zaidi ya hilo. Lakini kama mabadiliko yatafanyika, zikawekwa sheria za kuwabana viongozi, maana yake tutatengeneza viongozi ambao wanakuja kugombea wenye nia ya ujenzi wa taifa wa dhati, na si kuiba, na si kutenda vitu ambavyo havistahili. Mabadiliko ambayo yafanyike, kiongozi anatakiwa awekewe sheria kali. Kiongozi kama rais, binadamu sisi tuna akili, na ndio maana tunapishana na viongozi na viumbe wengine kwenye akili. Kwa hiyo makosa ambayo yametendeka yanaweza yakaonekana kwamba ametenda hili na hili na hili na hili na hili na hili. Kuna tume kama bunge. Bunge ile ina watu zaidi sijui ya watu wangapi, watu wengi sana, na kila mtu ana fikira zake. Wanaweza wakaweka kwenye mjadala kwamba rais amekosea hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, lakini ziwepo na adhabu. Ikibainika kiongozi amefanya ubadhirifu wa pesa, ameruhusu vitu kwa makusudi, ametenda makosa kwa makusudi, iwekwe hata kufilisiwa mali zake zote, afilisiwe, abaki kama alivyo. Lakini si kufilisiwa tu, lakini hata tunaweza tukaenda mbali, ya nyongwe, kwa sababu tunaamini kiongozi ni mtu ambaye anajitolea kwa ajili ya wengi. Sijui naeleweka? Kiongozi anatakiwa ajitolee kwa ajili ya wengi, na si kiongozi na vitu natamani nivitoe. Vimo ambavyo unaona natamani nivitoe vya msingi, ambavyo kwangu naona ni vya msingi, ila jinsi ya kuvitoa. Kwa hiyo ukisema makosa hayatoeleweka aliyoyatenda,
na wakati mnakuja mnawapinga viongozi ambao wanatenda makosa, maanake huo ni uvivu. Tume kama bunge linaweza likakaa chini kwa hoja zenye mantiki, likachambua makosa ya rais kwamba ametenda kosa hili na hili, hili na hili, na hili amelitenda kwa kujua, hili amelitenda kwa kujua, hili amelitenda kwa kujua, na hili linatosha yeye kuachia madaraka. Lakini si kuachia tu madaraka, kama makosa yanaenda mbali sana, ni anafisiwa kila alichonacho. Kwa sababu ni wangapi ambao wananchi ambao wanatendewa unyama, ambao wanafisiwa mambo yao, ambao watendewi haki. Mabaya yanatakiwa yamkute mtu ambaye anatenda mabaya na si mwema. Kwa hiyo amekutwa na hatia, unawekwa mwongozo, anafisiwa mali zako zote. Lakini tukienda mbali, makosa kama ni makubwa, ili kujenga viongozi wanaokuja watende kwa uadilifu, ananyongwa, unaondolewa uhai wake. Unaondolewa kwa sababu kosa ni lile ambalo analitenda mtu akiwa anajua ni kosa, na ukilibaini lile kosa ambalo mtu amelitenda akiwa anajua ni kosa, huyo ni wa kudini naye perpendicular, ni wa kula naye sahani moja. Lakini kama ametenda kosa ambalo hajui kwamba ni kosa na amelitenda na ni kosa, ni swala la kumwelekeza kwamba bana, hiki na hiki na hiki na hiki bana, huwa ni kosa. Kwa hiyo kesho na kesho kutwa usirudie. Ni sawa, nimewaelewa. Hilo ndo kosa ambalo halihitaji adhabu. Tutakubaliana na mimi na wewe kwamba mtoto ambaye anaanza kuota meno, ukimwachia simu yako kubwa akaidumbukiza kwenye maji, hauwezi kumchapa kiasi hicho, utachukia sana. Yaani kama ni mtu ambaye una utu, huwezi kuchukua fimbo ukamchapa, kwa sababu yeye ametenda kosa ambalo wewe unaliona ni kosa, ila yeye hajui kuwa ni kosa. Kwa hiyo wewe ndio ukuwa makini kuweka simu karibu ya mtoto, kwa utamwacha. Kwa hiyo, lakini mtu mzima ambaye ameshaota meno miaka 7, 8, 9, akadumbukiza simu kwenye maji, bahati mbaya tu, yaani ni bahati mbaya, anaweza akachapwa mpaka kesho, akachapwa alama zisifutike mpaka mwezi, kwa sababu ana akili. Kwa hiyo natoa mifano. Kwa hiyo na kiongozi aliyoko madarakani, si kwamba anakosea akiwa hajui, yapo makosa ambayo yanaonekana zaidi kwamba ameyatenda akiwa anajua ni makosa. Sasa kama tusipodili naye vizuri, tunatengeneza viongozi kama ambao tunaoona sasa hivi, wanasema watatuletea Arnold Schwarzenegger. Mtu anakuja kwenye hotuba anasema akipata urais atatuletea Arnold Schwarzenegger. Atusaidie nini? Atusaidie nini Arnold Schwarzenegger? Akamate wahalifu au akamate watekaji ambao wasiojulikana? Alafu hakuna kitu kinachoitwa watekaji wasiojulikana. Nasikia mimi huwa napenda sana kufuatilia, lakini leo nimeona niongee. Watekaji wasiojulikana wametoka nchi gani? Wametoka Kongo au wametoka Malawi? Ikiwa serikali haihusiki na watekaji wasiojulikana, na si serikali ambayo inahusika moja kwa moja, basi kuna viongozi ambao ni wakubwa, wenye wadhifa mkubwa, ambao wanahusika na haya mambo. Yaani huenda ni kiongozi mmoja ambaye hajawashirikisha wenzie, ndiye anaendesha haya mambo. Lakini anamteka nani?
anamteka mtu mwema au anamteka mtu mbaya. Vifo vinatokea, watu wanatekwa wanakufa, lakini anakufa nani? Ikiwa anatekwa mtu ambaye ni mbaya, anatekwa mtu ambaye ni mvurugaji, vitu vya wazi vinaonekana, kihalisia hakuna anachokitetea, kihalisia hakuna kitu ambacho anakitenda ni chema, huyo unaweza ukamteka na ukamuua. Lakini mtu ambaye anakuja na hoja za msingi za hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, na wewe kwenye moyo wako unajua anaongea ukweli, lakini kwa sababu anaongea ukweli ambao unakuweka wewe kwenye shida na unamteka, ni nini ambacho unakikosa kwenye moyo wako? Hii ni mada ambayo iko huku chini, nitakuja kuizungumzia, ambayo japo nimeingilia kwenye swala la utekaji, lakini ni mada ambayo iko chini. Kwa hiyo kwenye uongozi, turudi kwenye hoja zangu za msingi. Kwenye uongozi unahitajika marekebisho. Iwepo tume ambayo haihusiani na rais, iwepo tume ambayo haiendeshwi na mtu yoyote, haiogopi mtu yoyote, ambayo inajisimamia yenyewe kama yenyewe, ambayo itashughulika na rais. Naamini watu wanne tu, achana na watu 10-20, watu wanne ambao wana akili zao timamu, wanajiamini, wenye uelewa mkubwa, wanaweza wakakaa chini kwa hoja, wakahojiana kwamba makosa aliyoyatenda rais ni hili na hili na hili na hili na hili, na huyo mwingine akasema hapana, ili akutenda ili alitenda. Yaani wakahojiana, mwisho wakapata jibu ambalo ni moja, ambalo ni sahihi, ambao watu wao wataweza kumuweka rais kwenye hatia ambayo ni ya makosa ambayo ameyatenda ya kweli, akafilisiwa, akanyongwa, au akawekwa ndani, au akavuliwa madaraka. Hii itatengeneza viongozi ambao watakuwa wanagombea kwa ajili ya kujitolea kwa moyo wa dhati ili kujenga taifa na si ulaghai. Faida ya hili itasaidia kesho na kesho kutwa, mtu ataingia kuongoza akiwa anahitaji kujenga, si kubomoa. Ataingia kugombea si uchu wa madaraka, si kiu ya kuongoza tu. Ataingia kwamba ataingia madarakani anajua nikikosea hiki na hiki na hiki na hiki na hoja zipo zinaeleweka, nafilisiwa, na nyongwa, naondoka. Mkiwa mnawahurumia kwamba mwezi mkaweka sheria ya kuwa, ni wangapi ambao wanakufa ambao hawana hatia? Wananchi. Thamani ya mtu haipimi kwa madaraka, haipimi kwa uongozi, haipimi kwa cheo. Binadamu wote tumepatikana kwa mfumo huo huo. Hakuna mtu ambaye ni special. Hakuna mtu ambaye ameshuka kutoka mbinguni kwamba fulani hawezi kufa, fulani amtakiwa afe. Kipimo cha mtu kufa ni yale mambo mabaya aliyoyatenda. Wanatakiwa wema wawaue wabaya, lakini sio wabaya wawaue wema. Lakini ninachokiona kwa sasa hivi dunia, wenye nguvu ni wabaya, alafu wema sio wenye nguvu. Lakini inawezekana hata wao ambao wenye nguvu, ambao wabaya, wanaweza wakabadilika, wakachange gia angani, wakabadilika kuwa watu wema, na wakarudi kutafuta ambao ni wabaya, waue wabaya, ambao wanaondoa kwenye uhalisia. Na wabaya ni wale ambao wanaondoa vitu kwenye uhalisia, kwenye ukweli, kwamba kiongozi anaongoza vibaya, madaraka yake sio mazuri, lakini bado anaambiwa anaongoza vizuri. Ule sio uhalisia. Uhalisia ni mtu ambapo anaongoza vibaya na unamwambia anaongoza vibaya. Kwa hiyo yawepo mabadiliko kwenye swala la adhabu kwa viongozi. Lakini kitu kingine, hii mada naona kama naifanya kwa urefu, lakini sijajua kama nimeongea vitu ambavyo ninatamani niviongee, huenda kuna vingine vimebaki. Lakini kwenye swala la uongozi nataka niongezee kwenye swala la mtandao wa kijamii, wananchi kutoa maoni yao na kukosoa serikali. Kwa hiyo kiongozi ambaye anataka aingie kwenye madaraka kuongoza nchi au kuongoza taifa, basi kama atapendekeza, ningeona kwamba kuna kiongozi ambaye anaweka hichi kitu, kwamba mimi nitakapokuwa rais nitatengeneza mtandao wa kijamii ambao ni wa Tanzania, ambapo huo mtandao wa kijamii Tanzania inaweza ikauendesha, ika block watu, ikaondoa watu ambao wanatoa matusi. Huu mtandao
utakuwa mtandao ambao wananchi watakuwa wanatoa maoni yao, wanakosoa. Ukija kwenye mtandao wa TikTok, watu wanatoa matusi, watu wanatukana, lakini kwenye hao wanatukana wapo ambao wana hoja za msingi zinazojenga. Sasa wale wenye hoja za msingi wanashindwa kusikilizwa kwa sababu ya hawa wanaotoa matusi. Wanaonekana wote ni wapuuzi. Kiongozi ambaye ni bora anakubali kukosolewa, kwamba hapa nimekosea, nimekosolewa, nibadiliki. Kwa hiyo mitandao ya kijamii ambao utakuwa ni wa kujitegemea wa Tanzania. Tanzania yoyote ambaye ana akili zake timamu anaweza kujiunga, kisha akatoa maoni yake na maoni yake yakapitiwa na yakashughulikiwa. Inawezekana hata tukapiga kura kupitia huu mtandao wa kijamii kulingana na teknolojia inavyoenda. Maanake hapa tunatafuta maendeleo. Lakini huu mtandao wa kijamii serikali inaweza ikauendesha. Kuna watu kama wanajiita kama nani? Mange Kimambi, yeye hoja zake atoe matusi. Kuna mdada mwingine wanamuita sijui Recho Nangwa, sijui nani. Anatukana matusi ya nguoni. Hana hoja ya msingi. Sasa mtu ambaye ni kiongozi akipita mtandaoni akikutana na vitu kama hivi, hata mtu mwingine akaja na hoja za msingi humu kwenye huo mtandao, ni ngumu kumsikiliza. Lakini kama taifa litakuwa na mtandao wake wa kijamii, inakuwa rahisi kuongoza. Bajeti ya Tanzania ni kubwa, kwa hiyo nafikiri ni gharama kutengeneza mtandao wa kijamii ambao utakuwa unajitegemea Tanzania. Ni ngumu, ni pesa, lakini inawezekana. Hili ni kama wazo nimelitoa. Nimetoa wazo kwamba utengeneze mtandao wa kijamii mwenye malalamiko, mwenye maoni, mwenye mapendekezo, mwenye kukosoa, mwenye hoja za msingi za kukosoa. Anaweza kaenda pale akatoa hoja zake za msingi na watu wakajadili na watu wakafanya marekebisho. Nafikiri kwenye upande wa uongozi nimemaliza. Nataka nizungumzie kwenye kipengele namba 2. Kipengele namba 2 nataka nizungumzie imani za kidini. Ingawaje hapa ni pagumu kumeza. Imani za kidini, uhalisia wa mambo, kutokuwepo kwa umoja kwa sababu za kidini, ikiwa Mungu ni mmoja. Sasa hapa naweza nikaeleweka vibaya. Ukifanya jengo kama daraja la Busisi. Nitolee mfano daraja la Busisi, nafikiri mtu yote anajua daraja la Busisi. Ukiwapa watu 10 ambao ni wananchi, tufanye wananchi tu wa kawaida ambao ni kipato cha kawaida, wachange wajenge lile daraja, watu 10. Nafikiri kukamilisha hela ya kujenga lile daraja inaweza ikachukua miaka 200 au miaka 150 na kuendelea mpaka waje waikamilishe. Lakini ukiwapa watu 100, miaka itapungua kidogo. Ukiwapa watu 100, miaka itapungua kidogo. Ukiwapa watu 1000, itapungua, inaweza ikawa kama miaka 20-30. Ukiwapa watu 1,000,000, itakuwa labda miaka 10 wakamilishe ya kujenga ile daraja. Ukiwapa watu 20,000,000, wewe hebu sogea basi na mazungumzo. Sogea ku. Umenisikia?
Kwa hiyo ukiwapa watu milioni moja, wanaweza wakalijenga lile daraja labda miaka miwili kwa kuchangishana. Kwa hiyo hapa nataka upige picha uone nguvu ya umoja. Umoja ndio wenye nguvu. Ingekuwa mchungaji Gwajima anahubirisha watu watatu kwenye kanisa lake, watu watatu yeye na watu watatu, jumla watu wanne, asingekuwa maarufu kiasi hichi Gwajima au Mamposa. Hata kama angekuwa anawatendea miujiza wale watu watatu, wasingekuwa na nguvu. Lakini nguvu inapatikana kwa sababu ni wengi. Kwa hiyo chenye nguvu ni umoja. Hapa nataka nieleweke pointi yangu, na tunazunguka ili nitafute mtu kunielewa. Nisaidie basi, funge mlango. Tuje kwenye pointi ya msingi. Mimi sitaogopa kuongea kile kitu ambacho nakiona ni sahihi. Yaani kile kitu ambacho nakiona kwangu ni sahihi, nitakiongea kama kilivyo. Kwa hiyo yoyote anayenisikiliza, si lazima akichukue chote, si lazima achukue vitu. Kwa hiyo chambua ambayo umeona ni point. Hata kama utaona haijakamilika kuwa point kamili, ichukue iweke kwenye magazito yako ambayo unaona mambo haya, unaona yako hivi, basi chukua na cha kwangu ukakichanganye na cha kwako. Kisha upate jibu ambalo ni sahihi. Ikiwa Mungu ni mmoja, Waislamu wanasema Mungu ni mmoja, na wao Mungu wa Wakristo na wa kwao ni mmoja. Lakini sasa ikiwa ni hivyo, ni kwa nini wapingane? Ni kwa nini Mungu azipinge tena dini ambazo ameziweka yeye? Ukienda kwa Muislamu anakwambia neno langu ni amini na kweli, ni sahihi, sipotei. Ukienda kwa Mkristo na yeye hivyo hivyo anakwambia mimi sipotei, hapa ndo nilipo sahihi. Kwa mujibu wa kitabu cha Biblia kinasema kwamba yoyote ambaye atakufa hajamkiri Yesu Kristo kuwa Mwokozi na kumwamini, sehemu yake ni motoni. Lakini ukienda kwa Muislamu na yeye anasema yoyote ambaye atakufa hajasilimu ni motoni. Kwa tafasiri haraka haraka au kwa kurahisisha, mlokole ni Mkristo ni motoni na Muislamu ni motoni. Kwa lugha nyingine wote ni motoni, kwa sababu wanakubaliana kwa pamoja kwamba Mungu ni mmoja, lakini wanarudi wanasema kwamba dini yangu, yoyote asiyekuwa na dini yangu ni motoni, na huyu anasema asiyekuwa na dini hii ni motoni. Kwa hiyo basi wote ni motoni. Kwa kudhihirisha hilo, Wakristo wote wana akili timamu, tena ni viongozi wakubwa, tena wanatenda mambo makubwa. Kwa hiyo huwezi kusema wana upungufu wa akili ndio maana wakawa Wakristo. Lakini vivyo hivyo na Waislamu wana akili timamu. Hauwezi kusema kwamba wana upungufu wa akili sehemu yoyote. Wana akili timamu. Kwa hiyo wana uhakika na kile wanachokifanya au wanachokisema. Sasa mimi sitaki kuzungumzia motoni. Pointi yangu si kuzungumzia motoni, kwamba wote wanaenda motoni. Hilo sio hoja yangu ya msingi, lakini nilitaka tu mtu upige picha. Nataka nizungumzie umoja. Dini zinatugawanya, zinatuondolea ule umoja ambao ni thabiti, umoja wenye nguvu. Sizungumzii umoja wa makutano. Umoja wenye nguvu si ule umoja ambao watu wamekutana wamefanya mambo yote kwa pamoja, kwamba Muislamu anaweza akakutana na Mkristo wakajenga taifa. Muislamu anaweza akakutana
na Mkristo wakachangishana michango ya nanilii ya msibani, wakatoa rambirambi kwa pamoja. Sizungumzii umoja huo, nazungumzia ule umoja wa ndani, umoja wenye nguvu, ule ambao unanena kitu kimoja. Lakini ukija kwa Waislamu wamegawanyika bado, narudi na wao wanagawanywa. Kuna Mshia, kuna Msuni, huko sina uelewa sana. Ukija kwa Wakristo na wenyewe tena wamegawanyika zaidi. Mroma anampinga MKKT, Msabato anamuona Mroma ni mpagani, lakini wao wote wanatumia kitabu kimoja, na watu hao hawaingiliani. Si kwamba kwa sababu wote ni Wakristo wanaweza wakaingiliana, kwamba Msabato akachukua timu yake na kwaya yake akaenda kwa Waroma kusali, never. Au MKKT akaenda kwa Warokole. Nguvu inatoka wapi ya kujenga taifa? Lakini turudi kwenye kiini cha tatizo. Kiini cha tatizo, mtu huamini kwa kusikia, mtu huamini kwa kuona. Lakini unapoona kitu akiende moyoni, imani ukaa moyoni. Unapoona kitu kinaenda akilini, unaposikia kitu kinaenda akilini, kichwani, kisha kinatafunwa. Humu kuna meno ambayo yanatafuna, sio meno haya, meno ya akilini. Tutakubaliana mimi na wewe, ukila vitu bila kuvitafuna vile vyakula, bila kuvitafuna ukavimeza, huenda vikakuletea shida ndani. Kwa hiyo na ukisikia kitu usipokiweka akilini, ukakitafakari, ukakichambua, ukakichukua na ukakiamini kama kilivyo, huenda kikakuletea madhara. Kwa hiyo ikiwa mtu huamini kwa kusikia na kwa kuona, anapoona mambo yale yanaenda akilini, anayachambua na kisha anapata imani kwamba hichi kitu ni sahihi. Mungu ni mmoja. Je, yeye anakubaliana na hili swala la kwamba tugawanyike? Anapenda. Sihitaji mtu aseme kwamba dini fulani ni sahihi. Ukisema dini fulani ni sahihi, utakuwa hujauangalia mambo kwa uelewa wa juu. Kuna vitu vikubwa nataka niviseme hapa ambavyo nahisi mtu anaweza kunichukulia vibaya. Ninakuwa na hofu ya kuvisema. Nije kwenye maoni yangu. Ikiwa kiongozi anaingia madarakani, anaweza akawa mwalimu wa kuwafundisha wananchi wake ni mambo gani ambayo wanatakiwa wayatilie mkazo katika kuyaamini, na mambo gani ambayo yanatakiwa wayapuuzie. Dini. Historia inasema dini zilikuja Afrika, si za hapa.
Kwa sasa dini kubwa hizi mbili, Wakristo na Waislamu, ni wakuja, ni ngeni. Lakini zilipokuja, inatakiwa tufike sasa tupige tathmini, zimetupa faida au zimetupa hasara. Yaani kila mtu ambaye anauelewa apige tathmini tangu zimeingia Afrika au Tanzania, ni zimeleta faida au zimeleta hasara. Nafikiri kama watangulizi walikosea kuweka miongozo, tusipokuwa makini tunazidi kuishi kwenye hayo makosa. Kwa upande fulani, dini zimesaidia, zimeleta utulivu, zimefundisha matendo mema, zimewaweka watu baadhi kwenye mstari ambapo dini zisingekuwepo, pengine mpaka sasa wangekuwa ni watu wabaya. Kwa hiyo zina faida fulani, lakini tunatakiwa tupige tathmini kwa kina. Faida zipo ndio na hasara zipo, lakini ni kipi kingi, kipi kikubwa? Hii ni mada ambayo na maneno mengi ya kusema, naweza nikaidadavua kwa kina, lakini cha msingi cha kuzingatia ni kwamba dini zimetupa faida au zimetupa hasara. Watangulizi kwa imani yangu au kwa maono yangu walikosea. Sasa watangulizi wa Kiafrika, mwanadamu msome. Dhambi yoyote, unapotenda dhambi inayoitwa dhambi, labda nizungumzie dhambi kwa sababu dini inahusiana na kitu kinachoitwa dhambi. Dhambi yoyote anatendewa mwanadamu. Kama mtu atakuwa anaweza kachunguza hili na kaligundua, dhambi yoyote inayoitwa dhambi anatendewa mwanadamu, na Mungu yuko mbadala ya kuona kwa mujibu wa dini. Lakini kwa sababu ukiiba unamwibia mwanadamu, ukizini unazini na mke wa mwanadamu, ukiongea uongo unamdanganya mwanadamu, ukiwaza kitu kibaya unawazia mwanadamu. Kwa hiyo dhambi yote anatendewa mwanadamu. Mpiga picha kwenye hii dunia, wakaondoa watu wote, ukabaki wewe peke yako mwenyewe, yaani uende sehemu yote huko mwenyewe, hakutakuwa kuna neno linaitwa dhambi. Kwa hiyo basi, nafikiri watangulizi walitakiwa waweke somo la kumfundisha mwanadamu, lakini pamoja na kuweka sheria kali, wakaondoa sehemu ambayo walioweka moto kwamba wamuogopeshe mwanadamu, waogope moto, wakaweka sheria kali pamoja na mafunzo ya kumfundisha kwamba mwanadamu unatakiwa utende mema. Sio utende mema kwa sababu unamwogopa Mungu au unaogopa mbinguni, unaogopa motoni. Unatakiwa utende mema kwa sababu unatakiwa utende mema. Yeyote yule anajijua alivyo. Kwa jinsi wewe ulivyo, unavyojiwaza ulivyo, unavyovipenda, ndivyo na mwenzio alivyo. Wewe unataka utendewe mema. Ukitendewa mabaya unajisikia vibaya, unajisikia uchungu. Lakini ndivyo hivyo na mwenzio alivyo. Kwa hiyo ikiwa wewe unataka utendewe mema, basi na wewe utenda mema. Ikiwa wewe ukitendewa mabaya unajisikia vibaya, unasikia maumivu, unasikia hasira, hivyo hutakiwi kutenda mabaya. Hili ni elimu ambayo itakiwa pia mwanadamu, lakini si kumtisha. Lakini nafikiri hii mada naomba niache.
naomba niache, nitaidadavua, nitachukua muda mwingi. Ikiwa mwanadamu anaamini kwa kusikia na kwa kuona, natoa pendekezo ambalo ni gumu kidogo, ambalo mtu anaweza akaona ni gumu. Kiongozi ambaye anahitaji kujenga Tanzania au anahitaji kuwa kiongozi thabiti, angewakusanya. Kwa sababu kama tunakubaliana mwanadamu huamini kwa kusikia na kwa kuona, unapoona na kusikia mambo yale yanaenda akilini, yanatafunwa, basi kuna uwezekano wa kwamba imani inapatikana baada ya akili kufanya kazi sana. Kwa ni hivyo, basi tutakubaliana kiongozi ambaye anapatikana angekuwa na hii issue ya msingi, akawachukua viongozi wote wa dini ya Washia, kiongozi wao mkuu yupo hapa Tanzania. Dini ya Wasuni, kiongozi wapo yupo hapa mkuu anayewaongoza. Walokole, kiongozi wao mkuu. Wa KKT, kiongozi wao mkuu. Madhehebu yote, yule ambaye yuko juu, ambaye anawaendesha hawa wa chini, kisha waweke sehemu moja. Nilisikia huko kwa papa, ambapo papa alikuwa anachaguliwa, walifungua sehemu kwamba wanamchagua papa, wakufunguliwa mpaka papa apatikane. Wakawa wanatoa ishara zile za moshi kwamba amepatikana au bado. Kwa hiyo wafungiwe sehemu, kisha wajaji haya mambo kwa kina. Lakini wasisauliwe na wanasayansi ambao wako hapa, ambao wako hapa Tanzania wakubwa, ambao wanapinga masuala ya dini. Lakini watafutwe na watu ambao vile vile wanayapinga kabisa masuala ya dini na waamini masuala ya dini, wakae sehemu moja, kisha wajaji haya mambo kwa kina, kwa hoja, kwa mantiki. Ikiwa imani hupatikana kwa kusikia, tumekubaliana. Na ukishasikia kitu kiendi moyoni, kinaenda akilini. Kwa hiyo kuna imani inapokuja kupatikana, kinaanza kutafunwa hapa. Kwa kama makosa yatakuwa yalinakosewa hapa kwenye kutafuna, ndio imani mbaya inaweza ikatokea. Imani sio sahihi inatokea pale ambapo umejaji mambo kwa makosa, au hujajaji, umeyachukua na ukayapitiliza kwenye imani, ndio imani mbaya inatokea. Kwa kama ni hivyo, wakichukuliwa watu hao, watajaji mambo kwa umakini, kwa kina, kwamba sawa, Mungu ni mmoja. Kama Mungu ni mmoja, je, kwa nini ameacha tuendelee kugawanyika? Hizi ni hoja sasa wanapeana. Lakini watajiuliza kwamba kama Mungu ni mmoja, ni nini hitimisho lake? Atatuchoma wote moto kama dini zinavyotufundisha? Lakini je, atajiuliza kama Mungu ni mmoja watu wote, kwa nini India wanaamini miungu yao na bado maisha yanaendelea? Kwa nini China wanaamini miungu yao na bado maisha yanaendelea? Kwa nini nchi zingine bado wanaamini miungu yao na maisha yanaendelea? Hivi vitu vitajajiwa. Hata ingekuwa mwaka mzima wako mle ndani, choo zimo, chakula kimo, wanakula, mpaka lipatikane jibu moja ambalo ni sahihi. Kwa sababu hata kama litapatikana jibu moja, hakutakuwa kuna neno kinaitwa moto, kwamba Watanzania wote tumekuwa tufanye walikubaliana wao wa Kristo. Viongozi wa Waislamu wakaja wamekubali bwana wote tunakuwa wa Kristo. Hakutakuwa kuna moto. Tukakubaliana basi kwamba wote tunatengeneza utaratibu wa sisi kuishi, si Uislamu wala si wa Kristo. Tunatengeneza shule za kuwaelimisha watu wajitambue kwamba utaki kutenda mambo mabaya. Bado hata kama Mungu yupo, kosa ni kutenda kosa unajua ni kosa, na si kutenda kosa unajua ni kosa. Ndio maana kwenye vitabu vitakatifu vinasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, kwa sababu ufalme wa mbinguni ni wao.
Mimi kwa mwelewa wangu naelewa kwamba ni kwa sababu gani alisema hivyo. Mtoto mdogo haelewi kwamba kosa ni lipi. Kwa hiyo yeye hapiti kwenye mchujo wa kwenda motoni au mbinguni, anapita direct kwenda mbinguni, kwa sababu yeye yaani kosa iko kwenye akili. Yaani lile ambalo umelitenda unajua na kosa ndio linakupeleka motoni. Kwa hiyo mmoja ya hoja ambayo wanatakiwa ende nayo, ambayo mimi naitoa mimi sasa hivi, lile la kusema kwamba yoyote asiyekuwa Muislamu, asiyesilimu ni wa motoni, na hili la kwamba yoyote asiyemkiri Yesu ni wa motoni, hilo lilikosewa. Hilo haliko sawa. Hata kama Mungu yupo kweli, hata kama kweli vitabu waliandikiwa na Mungu, hilo halipo sawa. Hilo ni la uongo. Naweza nikasema, yani nina uhakika 100% ni la uongo. Ni kwa sababu gani ni la uongo? Kwa sababu Muislamu akatai Ukristo akiwa anakataa kabisa, au akiwa na kaidi, isipokuwa akilini mwake anajua kule anapotea. Yani anaiponya nafsi yake. Kwa hiyo ukisema kwamba amekataa Uislamu unamchoma moto, ni afadhali ungechoma vichaa na watoto wachanga wote ungetia moto. Na yani kama Muislamu utasema unamchoma moto kwa sababu hajawa Mkristo, basi lifutwe na lile neno la kwamba mtoto anapita direct kwenda mbinguni na kichaa ambaye hajitambui anapita direct kwenda mbinguni. Kwa sababu Muislamu ambaye amekataa Ukristo ni sawasawa na mtoto ama ni sawasawa na kichaa. Kwa sababu mtoto anafanya mambo anaona yote ni sahihi, japokuwa mle kuna makosa. Lakini na Muislamu na yeye hajakaidi. Yaani kosa ni lile ambalo kwenye moyo wako unajua hili ni kosa na ukalitenda, na wewe ndo shahidi. Yaani mhukumu namba 1 ambaye hata kama Mungu yupo ni wewe mwenyewe. Yaani wewe ndo shahidi. Mimi siwezi nikajua kitu ambacho wewe unakiwaza kwenye akili yako, lakini wewe unajua. Kwa hiyo lile la kwamba Muislamu ni motoni kwa sababu hajamkiri Yesu na Mkristo ni motoni kwa sababu hajasilimu, lile ni uongo. Lile ni uongo. Isipokuwa anayekubali anakuwa anaziwekea uvivu akili zake kufikiri mambo kwa kina. Lakini ukisema mtu anaenda motoni kwa sababu anakunywa pombe, anazini, amekataa kanisani, amekataa kwenda msikitini, that is okay. Kwa sababu anatenda akiwa anajua ni kosa. Ila huyu anaona kija kwa Mkristo ndio anapotea, ndio anakosea. Kwa hiyo anapingana na kosa, ndio maana anabaki kwenye Uislamu. Kwa hiyo anaona yuko sehemu sahihi. Sasa unakujaje unamchoma moto? Huyu anakataa kwenda kwa Uislamu kwa sababu ameelekezwa kule ni pabaya. Unatakiwa mkiri Yesu, unatakiwa muamini Yesu. Akienda kule anapotea. Kosa la makusudi hapo liko wapi? Kwa hiyo ukiunganisha hiki ukaunganisha na nyingine, utagumbua dini zipo kimfumo. Utagundua dini zipo kimfumo. Samahani, nimesema dini zipo kimfumo. Hapana, ila moja nilichokisema kwamba Muislamu motoni, Mkristo ni motoni. Hiki ni kitu ambacho kimeongopewa kwenye vitabu vyote vya dini, ambacho kimekosewa. Iwe dini ya Kikristo, iwe dini ya Kiislamu. Hichi kitu hakiko sawa. Na ukiwa unamsikiliza mtu kwenye maongezi yake, anayeongea mambo ambayo wewe yatambui, yanakuhitaji wewe kuamini pasipokuwa na udhibitisho, ukigundua kitu kimoja ambacho amekiongea ni cha uongo, si cha kweli, basi kuna kila haja ya kuvitilia mashaka vile vingine 9 ambavyo wewe
haujawa na uhakika navyo. Kuna kila haja, kwa sababu kimoja umekidhibitisha. Mfano unakuambia bwana, nimemsikiliza Rais Samia anasema kwamba kwenye hotuba, labda tuseme rais alikuwa anatoa hotuba jana, akasema kwamba kwenye hotuba yake amesema kwamba akishinda urais atawanunulia wananchi wote smartphone. Amesema hivyo kwamba wote, amesema atanunua smartphone, lakini anavyoongea anadhibitisha kwa hakika kwamba amesikia. Lakini wewe kwenye akili yako unajua kabisa jana hotuba ya Rais Samia umeisikiliza mwanzo mpaka mwisho. Hakuna sehemu aliyosema kwamba Samia atanunulia watu smartphone. Hilo umelidhibitisha kwa kudanganya. Lakini kama umedhibitisha hilo, kuna kila haja ya kuyatilia mashaka yale mengine ambayo ameyasema, ambayo huna uhakika nayo, kwa sababu mmoja ashakudanganya. Kwa kuna kila haja ya yale mengine kuyatilia mashaka. Ndivyo zilivyo na dini. Ikiwa wanasema Muislamu ni motoni, Mkristo ni motoni, na hichi kitu ni uongo, wanakubaliana Mungu ni mmoja, alafu wanakubaliana mtoto achomwe moto, wanakubaliana kichaa achomwe moto, alafu mtu ambaye amekataa kuja kwenye Uislamu kwa kuponya nafsi yake, hajakosea, akiwa anajua ati anaenda motoni, hiyo ni uongo. Alafu kitu kingine, na kwa nini tulipokea hizi dini za watu na tukaziweka mbele sana, tukazipokea, tukaziheshimu, tukaziona ndio dini sahihi? Lakini tujiulize kwamba hizi dini za watu wao wanazichukuliaje kwa sasa hivi? Wamezitanguliza mbele sana kama sisi tulivyozitanguliza? Tutafute chimbuko la hizi dini kama Wakristo, kwamba ule ambapo Ukristo ulitoka unaenda kama sisi tunavyoenda, au wao hawapataki mbinguni? Lakini kingine, asili ya kitu iko kwenye, yani nguvu ya kitu iko kwenye asili yake. Nguvu ya kitu iko kwenye asili yake. Ukimchukua samaki leo ukamtoa majini ukamleta nchi kavu, ukamtoa nje ya maji ukamweka chini, mshindane kukimbia, hata kuona umepitia wapi, atabaki pale pale anarukaruka tu, wewe uko kule, yani mitambo tu, kwa sababu wewe ni kwenu huko kwenye nchi kavu, ni kwako, nguvu zako ndo zipo. Lakini vivyo hivyo na wewe, wakikuchukua samaki wakakupeleka majini mshindane kukimbia, utamuona samaki amepitia wapi, utabaki unapiga maji, kwa sababu kule kwa ndo kwake, ndo kwao, ndo nguvu zake zilipo. Kwa hiyo asili yetu tuliuza, naweza nikasema hivyo, ambapo ndio nguvu zetu zilipo. Yalihitajika maboresho ya yale ambayo tunayaamini, kwamba hiki ni tunaamini, lakini tubadilishe. Mungu yupo, tutaki kuamini miti, tunatakiwa tumwamini Mungu. Kwa hiyo tumwamini Mungu, tuokae chini tuombe kwa jina la Mungu, na jina lenye nguvu hapa Afrika au Tanzania ni Mungu, kwa sababu Mungu ndo linatuunganisha sehemu, linatuunganisha watu wote, linamuunganisha Mkristo na Muislamu. Ukimtajia Muislamu Yesu unampoteza, yani mnakuwa muelewani tena. Ukimtajia Mkristo Allah akuelewi, nguvu inapotea. Lakini ukimtajia Muislamu Mungu, kamtajia Mkristo Mungu, mnaelewana. Na hii Mungu hipo kabla hata wageni hawajaja. Sasa kama leo Muislamu aweza akaenda kwa Mkristo na Mroma aweza akaenda kwa MKKT, wanawezaje kufanya kazi pamoja na wakaelewana?
wakashirikiana kwa kina, kwa sababu mle ndani unaweza kaonana kwamba fulani ana upungufu wa akili, ndio maana anaamini dini fulani, kwa hiyo hastahili cheo. Mimi na mfano, mimi nimeshakatazwa kufanya kazi kwa sababu si msabato. Imepatikana kazi, mtu kanitafutia kazi, nimeenda nimeanza kufanya. Baada ya kuanza kufanya, inahitajika mimi ni saini makaratasi ya mkataba kwamba niwe mfanyakazi rasmi. Nakuja kuchunguzwa si msabato, nikasimamishwa kazi. Kwa hiyo hawahitaji mfanyakazi bora, wanahitaji msabato. Kwa hiyo kiongozi ambaye anaingia madarakani, anayogombea, akija na hoja hii kwamba wakae sehemu moja viongozi wa dini wote, wajaji mambo kwa kina, na patikane kiongozi ambaye ni mmoja, ambaye ni wajaji kwa mambo kwa kina, wapatikane dini ambayo ni moja au imani ambayo ni moja, itakuwa jambo la msingi, kwa sababu imani huja kwa kusikia, na kusikia vitu vinaenda akilini kama nilivyosema. Kwa hiyo uende na ukweli utabainika huko. Itachunguzwa historia inasemaje. Wewe unataka kuja? Itachunguzwa historia inasemaje kuhusu haya mambo. Vitachunguzwa vitabu, makosa yaliyotendeka mle. Sasa wanashindwa kusema. Vitachunguzwa kwa kina, na penye makosa hapo hapo ndo pa kushikilia. Na kisha wakishaelewana kitu kimoja, wao viongozi wakaelewana na wakakubaliana kwa dhati, ni rahisi wananchi wao wenyewe kuelewa. Lakini si mimi nitoke hapa niende nikaongea na Mkristo au na Muislamu kwamba hiki na hiki hakiko sawa. Watu nielewa, wataniona mimi nimepagawa na shetani na pepo. Lakini nafikiri hiyo hoja nimemaliza. Hoja nyingine ni kiongozi mkuu kuwa anatoa elimu kwa wananchi wake. Unapokuwa umeshaupata urais, unakuwa ni spika au unakuwa ni spika kubwa ambao unasikika sehemu zote. Kwa hiyo muda wa wewe kuwa rais ndio muda ambao wewe unaweza ukatumia kuwafundisha wananchi wako ni nini ambacho wakitende, ni nini ambacho wasikitende. Unasikika sehemu kubwa, unafuatiliwa kwa sehemu kubwa. Unaweza ukawafundisha mambo kama haya kwamba umoja ni nguvu, tuwe wamoja, lakini ukawafundisha pasipo ukaacha kutumia nguvu kuwakamata wahalifu na watenda makosa, ukawafundisha wao kujua kutenda mema pasipo kushurutishwa. Kwamba unapotenda mema yoyote unayoyatenda ni kwa faida yako, na mabaya yoyote unayoyatenda ni kwa hasara yako. Kama nilivyotangulia kusema kwamba dhambi yoyote ni kwa hasara ya mwanadamu. Yaani chochote utakachokitenda ni kwa hasara yako. Yaani hata kama ukimuondoa Mungu huyo ambaye Mungu anakuona, ukabaki wewe kama wewe, chochote utakachokitenda ni kwa hasara yako. Ukiiba ukikamatwa, sisi tunakuchoma moto. Ukizini tukikukamata tunakupiga. Una magonjwa yanakupata ni wewe mwenyewe. Ukiongea uongo ukijulikana unatengwa na jamii. Ukinywa pombe unayeharibika maini ni wewe. Ukivuta bangi unayechizi, unayekosa mwelekeo wa maisha ni wewe. Kwa chochote unachokitenda, chochote unachokitenda ni kwa hasara yako. Kwa hiyo rais ambaye ni kiongozi mkuu ana jukumu la kuwaelekeza wananchi wake. Huenda wanatenda makosa pasipo kujitambua. Hata kama hawatakuelewa wote, lakini kwenye 100 watakuelewa 3 4. Imesaidia kuliko kukaa kimya.
ukawafundisha kwamba unachotaka kutendewa unatakiwa umtendee mwingine. Unavyojisikia ndivyo hivyo hivyo na mtu mwingine anajisikia. Wewe mfungie mlango. Na mbona sio mstaarabu? Tumekubaliana imani huja kwa kusikia na kwa kuona. Kwa wanapokusikia wanaweza wakakuamini. Wanaweza wakafuata kile ambacho unakitaka au ni sahihi. Kwa hiyo anahitajika kiongozi ambaye si tu kuongoza, na jukumu la kuhakikisha anawabadilisha wananchi wake. Anawaseti vizuri. Ukawasisitiza kuhusu upendo. Ukawasisitiza ukawaambia kwamba kila mtu anakufa. Kufa ni asili ya mwanadamu. Kuna mtu ambaye hatakufa. Kwa hiyo haina haja ya kumuua mtu kwa sababu ya mali. Haina haja ya kumzuru mtu kwa sababu ya uongozi au kwa sababu ya kitu. Kwa sababu wewe mwenyewe unaelekea huko. Na ukifa huendi na chochote. Kwa hiyo ukiwafundisha hivi, unaweza ukasaidia katika kuondoa, kuweka watu ndani, kuweka watu gerezani. Kwa sababu kama mtu ataelewa haya na hatotenda makosa, hakutakuwa kuna sababu ya kumweka gerezani. Hakutakuwa kuna sababu ya kujaza watu magerezani. Watabaki kwenye jamii na kujenga taifa. Kwa hiyo pointi nyingine ni kiongozi aongee na wananchi wake kwa kina. Kwa hiyo hapo tunategemea kiongozi ambaye ni bora. Na si kiongozi ambaye ni bora, simanishi ubora kwamba awe ni mtakatifu sana katika Uislamu, awe mtakatifu sana katika Ukristo. Lakini awe ana utu wa dhati wa yeye mwenyewe binafsi, anajitambua. Utu mimi naamini hautokani na dini. Utu ni wa mtu mwenyewe alivyo, wa kujitambua. Kwa sababu leo hii kuna watu wana dini, wanazitumia dini zao kutenda mambo mabaya. Wanatumia dini kuficha machafu yao. Hivi ukimfundisha mtu ukamwambia kwamba ukitenda mema na wewe utatendewa mema. Ukiwa hutaki kutendewa mabaya basi usitende mabaya. Akielewa maana yake taifa si limesonga mbele. Nafikiri hiyo nimemaliza. Nataka nizungumzie kitu kingine, point ya 4. Inasema watu dhaifu. Watu dhaifu. Watu wenye nguvu na pesa na uchumi wakitenda mambo mabaya ambayo wanajua ni mabaya nafsini mwao, basi hao ni dhaifu. Wewe nisaidie basi umbembeleze huyu kidogo. Sasa hapa inahitajika mtu anielewe vizuri. Inahitajika mtu anisome ni nini dhamira yangu. Watu dhaifu. Tutakubaliana wote kwa pamoja. Mtu sio huyu nimemuona hapa. Mtu sio mimi. Ila mimi niko ndani ya mwili. Roho, nafsi ndio mimi. Kwa hiyo akili ni mimi au akili ni mwili? Eti akili ni mimi au akili ni mwili?
tutakubaliana kwa pamoja, kwa sababu akili unaikuta duniani. Wewe ulikuja ukaikuta mwili, ukaukuta na akili. Kwa hiyo akili ni mwili ila roho. Sasa watu dhaifu ndio una pesa, una madaraka makubwa, una cheo, una mali, lakini una nguvu hata za mwili vile vile, ila wewe ni dhaifu. Isipokuwa hivyo vitu ulivyo navyo ni vya mwilini, ila wewe ni dhaifu. Udhaifu wako unatokana na nini? Mwanadamu alivyo moyoni. Ikiwa utatenda kitu chochote ambacho unajua si sahihi kwa namna yoyote, yaani moyo wako unakuambia kabisa, wewe mwenyewe unaiambia akili na mwili, unajua kabisa, inajua kwamba kitu hiki kiko hivi, na wewe ukakitenda hivi, maana yake wewe ni dhaifu. Haupiti njia moja na moyo wako. Yaani naweza nikasema kwa lugha nyingine, wewe mwenyewe unajisaliti. Yaani si kwamba unasaliti wananchi, unasaliti watu wengine, lakini hata wewe mwenyewe unajisaliti mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe unajidunga visu vya moyo, yaani unajidunga. Mtu ambaye si dhaifu atapambana kuhakikisha anatenda kile kitu ambacho anajua ni sahihi. Huyo ndo sio dhaifu. Yaani yeye anapambana kudhibitisha moyo wake na si akili yake. Ni unadhibitishaje moyo wako? Kwa sababu nilivyotangulia kusema kwenye mada zilizopita, yoyote anayetenda kitu kibaya, asilimia kubwa wengi wanatenda wakiwa wanajua ni mabaya na wanayatenda. Yaani anajua ni mabaya lakini bado anayatenda. Huyo ndo dhaifu umemzungumzia. Ikiwa kila mmoja atakubali asiwe dhaifu, atakubali apite njia moja pamoja na yeye mwenyewe, mwili wake upite pamoja na yeye mwenyewe wa ndani, kila mtu, basi tungekuwa mbali sana. Kwa sababu unapoiba hela, tuchukulie mfano, labda wewe ni mfanyakazi wa serikalini, ukaiba hela, ukaenda kujenga nyumba labda Marekani, ukaenda kujenga nyumba labda Dubai, unajua ni za wananchi. Wakati unatenda hayo, nafsi yako huwa inakuambia, kuna karoka kushtuka ndani ya moyo kwamba unachokitenda si sahihi, lakini akili yako na mwili wako vinakulazimisha kufanya hivyo. Kwa hiyo hapo tutapata vitu viwili au vitatu. Tutapata wewe ni dhaifu, lakini tutapata wewe mwenyewe unajisaliti. Kwa hiyo mtu ambaye si dhaifu anaenenda pamoja na moyo wake, anautetea moyo wake, anaitetea roho yake. Hapa hapahitaji kwamba Mungu anakuona, hapahitaji kwamba unahitaji kwenda mbinguni au uende motoni, au hapahitaji kwamba unahitaji kwenda sehemu nzuri au usiende sehemu mbaya baada ya kifo. Hapa tuzungumzii maisha baada ya kifo kwanza. Tunazungumzia hapa duniani, kwamba wewe mwenyewe unajisaliti. Yaani kwa sababu ya shida ulionayo unaamua kuongea uongo. Hata kama mimi kwa asilimia kubwa, kwa asilimia 100 sifanyi hivyo, lakini ni afadhali najua kwamba nakosea. Hapa nazungumza na watu wenye nguvu. Nguvu ya pesa, nguvu ya uchumi. Watu wengi nafikiri wanadanganya, wanaongea uongo kwa ajili ya kwamba wapate kukizi mahitaji wao, wasife. Kwamba unakuta anaiba, ni kibaka, lakini anapambania tumbo, anapambania maisha, anaongea uongo, anadhulumu,
sababu ana kipato. Lakini nazungumza na mtu ambaye tayari anacho, lakini bado anazidi wewe unatafuta nini? Kwenye hii dunia unajua kilichokuleta? Nafikiri mtu kilichomleta kwenye hii dunia anatakiwa afurahishe moyo wake, asisaliti moyo wake na si akili yake. Tumekubaliana mwili na akili vyote ulivyokuta duniani isipokuwa roho. Lakini ndio maana hata na nguvu zinapotea. Ndio maana hata pengine na hii inaweza ikawa ni chanzo cha mwanadamu kuwahi kufa, kuwahi kuondoka ulimwenguni, kuwahi kuchoka. Kwa sababu akili yake, mwili wake unapishana na yeye alivyo. Unapishana na yeye ndani. Yaani ni sasa unaendesha gari, unakanyaga mafuta na breki kwa wakati mmoja. Halafu unataka uende mbele. Kitakachotokea pale hutoenda mbele, bali gari itaharibika, itaishiwa mafuta, itaharibika. Ila kinachohitajika ni wewe utende sambamba na kilichoko ndani ya moyo. Usipishane na moyo wako. Ikiwa utatenda kosa ambalo hujui ni kosa ukalitenda yaani ni kosa likatendeka, unahitajika elimu, ufundisho, bana hili ni kosa. Hapo hujasaliti moyo wako. Kwa mfano, unaweza labda tufanye wewe ni mfanyakazi wa serikali. Unaweza ukaamrisha kwamba watu wote wanataka walale saa 11. Waingie ndani, sitaki kuona nje mtu saa 11. Saa 11 kila mtu simuone barabarani, awe ndani. Ukatoa na faida zako kwamba faida ya kwanza watakuwa salama. Yaani watakuwa salama, yaani utatoa na sababu zako kwamba nataka walale saa 11. Lakini ndani ya moyo wako na si akili tu, unajua unachokitenda ni sahihi. Kimethibitishwa kutoka moyoni na si akili. Kwamba faida wewe unaona kwamba itasaidia waende wakutane labda na familia zao. Ukatoa hoja zako za msingi ambazo zinatoka moyoni, pale unakosea. Hapo itahitajika elimu ya kwamba wewe hiki na hiki na hiki na hiki na hiki umekosea. Ukajua kweli ni kosa, utabadilika. Lakini rais akatoa amri ya kwamba labda tuseme ni rais, kuna kutoka nje labda siku fulani, kuna mtu yote kutoka nje siku nyingine, anakula wapi? Ila moyoni wewe unajua ni kosa hilo, umewaambia wasitoke kwa maslahi yako au kwa sababu zako. Sasa hapo wewe ndio mtu dhaifu, unahitaji elimu, ile umekosea. Kwa hiyo natarajia kwamba mtu ajitambue kwamba hapa anachokitafuta ni kwamba wewe mwenye nguvu, mwenye pesa, uende unaona kwamba nazidi kuwa mtu mzuri, nazidi kuwa mtu mnene, najitafutia mali, naheshimika kwa watu, naogopeka, kila mtu akiniona anaogopa. Ni sawa, lakini unajisaliti mwenyewe, hiyo ukae ulifahamu. Yaani wewe ni mtu mbaya mpaka kwako pia. Achilia mbali kwamba utaenda sehemu mbaya, kwamba ulitenda mambo mabaya, lakini wewe mwenyewe unajisaliti. Ni mtu dhaifu. Una mwili ambao sio dhaifu, mwili wenye nguvu na akili yenye nguvu, lakini wewe mwenyewe ndani ni dhaifu. Kwa sababu ambaye sio dhaifu anatekeleza kile ambaye yaani yeye yuko Bennett na moyo wake. Anapambania moyo wake upate kile unachokitaka, ambacho ni kweli. Moyo wako unachokitaka sio mali na pesa.
Moyo wako unachokitaka ni kile ambacho kinajua ni sahihi. Yaani moyo wako unajua hiki ni sahihi. Ni afadhali ufe maskini, huna hata baiskeli, lakini moyo wako unapita kwenye njia moja na akili yako. Hapo ndo mtu sio dhaifu. Lakini sio akili inaenda hivi, moyo unaenda hivi. Kwa hiyo kama nilivyosema, unapotenda mabaya ambayo unajua ni mabaya, wewe mwenyewe unajisaliti, unaulazimisha moyo wako. Yaani moyo wako unauvuta, wewe mwenyewe unajivuta, sio moyo, unajivuta roho yako, unailazimisha. Lakini kama nilivyosema pia kwamba ndo maana kifo kinawahi kutokea, kwa sababu mwanadamu hapiti direct. Mimi nafikiri miaka yaani nina uhakika kabisa miaka ingeweza kuongezeka labda miaka 3 au 4, na pengine magonjwa yasingekuwepo kama mwanadamu angekuwa anatenda sawasawa na roho yake. Hakuna mwanadamu mbaya, kibaya ni akili ambayo ilikuta duniani. Akili inapokuja kuzidiwa, moyo unapokuja kuzidiwa na akili, hapo ndipo mabaya yanaanza kutokea. Kwa hiyo ndo maana mwanadamu anawahi kufa. Kwa sababu anaichosha roho yake. Anaichosha roho yake, anajichosha. Hapiti direct. Nafikiri hiyo mada naomba nimalize, nimeongea kwa muda mrefu. Nataka nizungumzie mada mbili za mwisho. Mada mbili, na leo mada zangu zote zilikuwa ni kuhusu kampeni na viongozi wanaokuja. Nini ambacho wanatakiwa kitoe, wakiongezee kwenye hoja zao au kwenye sera zao. Lakini hoja nyingine ni misaada na utegemezi kama taifa. Faida za kujitegemea na hasara za kutegemea misaada. Hapa nitapita fasta haraka haraka kwa sababu sina uzoefu sana. Sina experience wanasema. Lakini kwa maono yangu naona taifa ni afadhali tuanze moja, kujitegemea, yaani tuanze zero. Tuwe maskini ambao tunajiandaa kuwa matajiri wa baadaye. Mtu akiwa ana njaa, ajala, ni rahisi sana kuwa na akili ya kutafuta hela ya kula muda huo, hata kama atafanya akope nini kwa njia yoyote ile hali. Kwa hiyo kama tutapinga misaada, tutakataa misaada hata kama misaada hiyo inatufikisha hatua kutoka hatua moja kwenda nyingine, lakini tutavumbua akili mpya, tutaamsha akili zilizolala. Mfano tukakataa bana, hatutaki misaada ya dawa za, sitaki niongelee sana hii mada kwa sababu sina uzoefu, lakini kwa maono yangu misaada iachwe. Misaada inakufanya unakuwa mtumwa. Misaada inakufanya usiwe huru. Haushikiwi bunduki lakini hauko huru. Misaada inakufanya ukubali kila kitu pasipo kupinga, hata kama unaona kuna haja ya kukataa. Misaada inakufanya unalemaa. Unalemaa kiakili, unalemaa kimwili.
Ukiwa unajua hamna wa kukusaidia, hamna wa kukutetea, lazima utapambana ipasavyo. Lazima akili yako itaamka. Nilikuwa na mambo mengi ya kuzungumzia hapa, lakini nashindwa kuzungumza kwa sababu sina uzoefu na haya mambo kwenye swala la taifa na misaada. Lakini kwa maono yangu ninafikiri kiongozi anahitajika kiongozi atakaye kuhakikisha tunakaa mbali na misaada. Mwanakwenda aliwahi kusema kwamba Tanzania ni matajiri, hatuhitaji misaada. Matajiri wakubwa. Mwanakwenda Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli aliwahi kusema. Kwa hiyo ule utajiri aliouona yeye tunatakiwa tuutumie. Tunatakiwa tuwajibike katika kuutafuta humu kwenye taifa letu pasipo kutegemea misaada. Faida zake nimesema kwamba faida ya kwanza itakuwa kwamba tutaondoa uvivu, tutafufua akili zilizolala na kuzivumbua. Lakini hatutakuwa watumwa. Nimesema utumwa si lazima uwe umeshikiwa bunduki. Ulazimishwe upigwe fimbo kama ng'ombe nyuma kwamba ndo umekuwa mtumwa. Ila mtu hata akikwambia kwamba sitaki uvae nguo fulani, sitaki uvae nguo nyeupe kwenye maisha yako. Hata kama alishakufa, lakini akakwambia hata nikifa sitaki uvae nguo nyeupe. Tayari wewe ni mtumwa wake, bado ni marehemu ila wewe ni mtumwa wake. Kwa hiyo natamani, kwa hiyo misaada nimesema hazitupi ule uhuru. Mtu anakuwekea vikwazo la vya kwamba hutosafiri kwa sababu ya hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo mada hiyo naomba niiruke, nimeigusia kwa ufupi sana. Lakini mada ya mwisho kabisa ni makosa ya watangulizi. Makosa ya watangulizi na tunawalisisha nini sisi vizazi vinavyobaki. Kwa sababu sisi ujue na sisi ni wanakwenda. Miaka 100 ijayo, miaka 200 ijayo, tutaitwa na sisi watangulizi. Kwamba watangulizi wetu ndio walituachia haya mambo. Kwa hiyo kwa sasa tunawajibika kuridhisha matumbo yetu na nafsi zetu, au tunawajibika kurekebisha ya watangulizi waliopita ili tuwalisishe wajukuu wetu mambo yaliyo bora. Ni kipi ambacho kinafanyika? Kwa hiyo nafikiri tupambane kurekebisha pale palipokosewa, ili makosa haya yasiendelee kwa vizazi mpaka vizazi. Kama wengine wanasemavyo kwamba ukizaliwa, ukikua, unakufa, baadaye utazaliwa tena. Huenda miaka 100 ijayo, miaka 500 ijayo tukazaliwa tukakuta mambo ni mazuri, tulishayarekebisha sisi kwa sisi. Katika nyanja zote, turekebishe katika nyanja zote, katika nyanja za uongozi, lakini katika nyanja za dini. Lakini nilikuwa nina maono mengine kwa viongozi wa mataifa. Angalia kama taifa la Palestina. Watu wanakufa kila kukicha, wanamwagwa damu. Ni kwa sababu gani wanamwagwa damu? Tunarekebishaje? Kwa hiyo mada ya mwisho nimesema ni makosa ya watangulizi, kuyarekebisha, kuachia kizazi kinachobaki kisizidi kuishi kwenye haya makosa. Au tunawalisisha nini vizazi vinavyobaki?
Lakini kuna makosa ambayo yanayoendelea, ambayo yanatendeka pasipo, yani yanatendeka si ya makusudi, yani ni makosa ambayo ni kama yale makosa anayoyatenda mtoto ambaye hajaota meno. Ni makosa anayatenda ndio, wengine wanayaona ni makosa, ila yeye anaona yuko sahihi. Kwa hiyo unaona kuna binadamu ambao wanatenda makosa kama hayo. Hawa hawahitaji kulaumiwa, ila wanahitaji wakae wayaone makosa, wayatambue na wabadilike. Na moja ya makosa yanayoendelea ni mipaka. Mimi naona watangulizi walikosea kuweka mipaka. Ikiwa binadamu wote ni wamoja, ni kitu kimoja. Sidhani kama simba anaweza akakutana na simba wa aliye Marekani au aliye China, wakararuana wasitambuane, wakawa maadui kwa sababu wewe ni simba wa China, mimi ni simba wa Tanzania. Kwa hiyo naweza nikasema tunaweza tukawa tunazidiwa na wanyama, kwamba Mpalestina anachukiana na Mwisraeli kwa sababu yeye ni Mpalestina, huyu ni Mwisraeli, wakati wote ni kitu kimoja. Kwa hiyo si mipaka tu mipaka ya kimazingira, kwamba huku ni China, huku ni India, lakini na mipaka ya kiakili pia. Yaani mipaka imetuasi, ni mpaka kiakili, kwamba tuna Utanzania, kuna Upalestina. Mpalestina na Mwisraeli ni vitu tofauti. Utofauti unatoka wapi wakati wote ni binadamu, kitu kimoja? Hizi ni mada ambazo nitakuja nizirudie mbili kwa kina. Mada ya makosa ya watangulizi, nitadadavua kwa kina kuhusu makosa ya watangulizi, marekebisho, na hii mada ya misaada. Kwa hiyo yoyote anaweza akasikiliza kwa haya niliyoyasema, akachukua pointi ambayo anaona ni sahihi, ambayo sio pointi akaachana nayo. Lakini hata kama ataona si pointi pointi rasmi, anaweza akaichukua akaenda kuiweka kwenye body mass yake, magazeti tu, akaiingiza kwenye mambo alionayo, ili aweze kupata jibu ambalo ni sahihi. Hakuna kitu kinachoniuma kwenye ulimwengu kuona vifo vya watu wasiokuwa na hatia. Maumivu, mateso kwa watu wasiokuwa na hatia, kwa watu wasiokuwa na makosa. Naumia sana. Hakuna mtu aliyemuomba Mungu au aliyeomba azaliwe Kongo. Hakuna mtu aliyefanya akakosea mpaka akazaliwa maskini. Na hakuna mtu aliyefanya ujanja akazaliwa taifa tajiri au akazaliwa familia tajiri. Hakuna ujanja, wala hakuna akili ya ziada. Kila mtu anazaliwa anajikuta yuko pale alipo. Kwa hiyo ni swala la kujitambua, wewe uliyezaliwa sehemu nzuri, wewe uliyezaliwa taifa zuri, kwamba ni kwa bahati. Kwa hiyo wewe ambaye umezaliwa sehemu nzuri, una hela, umejipata, ni wewe ni muda wako wa kupambana. Yaani una kazi yako inatakiwa ipambane kuona kwamba watu wasiokuwa na hatia hawafi. Kwa sababu hawajakosea. Ni kama nilivyotangulia kusema, wanadamu wote tunapatikana kwa namna moja. Hakuna kwamba Israeli au Marekani au China wao ni taifa teule, au wao ni taifa limeshuka kutoka mbinguni, au tulikuta kwamba binadamu wote tulikuja tukalikuta. Wote ni wakuja, wote tunazaliwa kwa njia moja, tunakuwa kwa njia moja. Hakuna mtu special kwamba fulani anatakiwa aishi hata kama anatenda mabaya, fulani anatakiwa afe
kwa sababu anatenda mambo mema, lakini hatumutaki tu. Hakuna. Kwa hiyo nafikiri natakiwa dunia ifike sehemu ibadilike. Inatakiwa ifike sehemu dunia igeuke. Sio dunia umbo, dunia watu. Igeuke, kichwa juu, miguu juu. Kichwa chini, miguu juu. Kwa sasa hivi watu wabaya ndio wenye nguvu, wanawaondoa watu wema. Lakini inatakiwa binadamu, watu wabaya ndio wanaondoka, ndio wanakufa, bali wema ndio wanabaki. Niliwahi kusema kwenye nanili moja, kwenye rekodi moja, nikasema kwamba ikiwa Israel inagombana na Palestina, kwa nini hahangaiki kuua wananchi ambao hawagombani nao, ambao wao wanang'ang'ana wabebe vilago vyao wakimbie taifa, wao ambao wanang'ang'ana, wao wananchi ambao wanang'ang'ana kutafuta maisha, wanatafuta hela kula? Kwa nini apige mabomu ya waue wale watu wakati hawana makosa? Yaani inafika hatua viongozi wanaona wananchi kama sisimizi ambao wanaweza kanyagwa. Yaani wanawaona viongozi, wanaona kwamba wananchi yani ni kama binadamu aonavyo sisimizi, kwamba I don't care, naweza nikapita nikakanyaga nikaendelea na kufanya mambo yangu. Lakini wanasahau sisi ni kitu kimoja. Wanatengeneza mabomu makubwa kama nyuklia. Lakini ukiangalia haya mabomu makubwa au mabomu mazito hayawezi yakatoka hapa yakaenda kumpiga Netanyahu peke yake. Kwa nini msibuni silaha ambazo zinaweza kuua Netanyahu ambaye ana hatia? Sasa unapopiga bomu kama nyuklia, kama nanili, mabomu au makubwa, unaenda kuua jeshi. Na mwanzo niliwahi kusema hata jeshi halina kosa, kwa sababu mwanajeshi hawezi kupinga amri ya rais. Rais hawezi kumwamrisha mwanajeshi kwamba fanya hiki, mwanajeshi akapinga. Walishafundishwa kwamba ni ndio mzee. Sasa kama wewe unataka uzuru ambaye anatuma, ambaye ni rais, sio mwananchi, sio jeshi. Kwa hiyo ifike sehemu dunia ione makosa yake, kwamba tutengeneze silaha ndio, lakini tutengeneze silaha za kuua mtu mmoja na si watu wote ambao hawana makosa. Itengenezwe teknolojia kwamba mimi bana napambana na Netanyahu, natengeneza silaha inaenda kumfikia Netanyahu, alafu ambaye ni mlinzi wake wa karibu ambaye anatumwa anabaki hana kosa. Yaani kipimo cha mtu kufa inatakiwa ni yale mabaya aliyoyatenda. Ikiwa hajatenda kosa, yani ni hasara kubwa. Sasa hivi wa Palestina wanakufa kama vile sisimizi, yani kama vile kuku ambao ni wa kienyeji wamefugwa wakafa kwa pamoja. Yaani ni afadhali wafe viongozi wote, afadhali. Yaani viongozi wote wenye kosa moja wafe wote duniani, wote wafe wote, kuliko raia mmoja ambaye hajui wala he wala hi, anakufa bila hatia. Haya ni makosa, ni uzembe wa viongozi ambao wameufanya. Lakini wajaribu kugeuza. Kama mwanzo nilivyosema, hakuna aliyechagua kuzaliwa hivyo. Hakuna aliyechagua kwamba mimi niwe maskini, nizaliwe sehemu maskini, nizaliwe taifa maskini, nisiwe na nguvu. Sawa, nguvu zinatafutwa, lakini kuna namna mtu anazaliwa yuko hivyo. Sasa hebu jaribu kugeuza, wewe kiongozi ambaye ni mkubwa, wewe ungekuwa unakufa una hatia. Lakini achilia kwamba wewe unakufa. Jaribu kuchukulia familia yako pendwa.
watu wako wapendwa wanakufa bila hatia yoyote, wajaribu kufiri yale maumivu hata kwa dakika chache, kwamba ungejisikiaje? Maumivu hayo ambayo ungejisikia ndo hawa wanajisikia. Kufa au kuua si kubaya, si kubaya sana, lakini kibaya sana ni unamuua nani? Unamuua mwenye kosa au unamuua ambaye hana kosa? Wewe una nguvu, unapenda kuua, unafurahi kuona watu wanakufa, basi uwa mwenye hatia. Na kama mwanzo nilivyosema, ukiwa mwenye hatia unakuwa hujapishana na moyo wako na roho yako. Yaani binadamu kwa sasa hivi tunazidiwa na wanyama. Swala kwa swala siwezi nikaona wanakuwa na uadui, au simba kwa simba wanawindana, ila simba wanamuinda swala. Lakini binadamu sisi tunawindana. Basi tuwindane, lakini wabaya ndo wema ndo wawinde wabaya. Wema ndo waondoe wabaya ambao wanatenda mambo wanajua ni mabaya. Haya, tuulizane. Wamekufa watu wangapi? Tufanye vita vya Palestina na Israel. Wamekufa watu wangapi? Kila siku Netanyahu anatupa mabomu kila siku. I don't care wamekufa wangapi wenye hatia ajali. Urusi na Ukraine wamekufa wangapi? Vita bado inaendelea. Kwa hiyo kinachoonekana hapa ni watu wanapenda kuua. Sasa tuseme, kwa sababu tafasiri ni hiyo, kiwa watu wanaendelea kufa na bado vita inaendelea, mnapenda kuua na mnapenda kuua watu ambao hawana hatia. Lakini kama utatengeneza namna ya kumuondoa mwenye kosa, vita ingekuwa ilishaisha. Netanyahu anagombana na wale viongozi wa Hamas. Atafute mfumo wa kupambana nao wao kwa wao, si ndio wanaoongoza? Sasa mbumu unarusha la nini? Kwamba yule ni Mpalestina, wewe ni nini? Wewe ni Mwisraeli. Lakini wote si ni binadamu. Mna pua moja, mna macho mawili, mna mdomo mmoja, mna kichwa kimoja. Ni kitu kimoja, ni kitu kimoja yaani mbona kama vile yani sielewi. Kwa hiyo kama nilivyosema, mipaka, tumetengeneza mipaka mpaka kwenye akili zetu. Tumesahau kwamba sisi ni binadamu kitu kimoja. Yaani mtu anaona kumuua Mwisraeli au kumuua Mpalestina au kumuua Mkongo ambaye hana kosa, anajihesabu hana hatia kwa sababu yule ni wa huko. Kwa hiyo tunatakiwa tuondoe hizi mipaka za kwamba ni Mkongo, ni Mwasia, ni nani kwenye akili zetu. Turudi kwamba sisi ni binadamu wote kitu kimoja. Tunatakiwa tudiri na mtu ambaye ni mbaya. Anatakiwa afe mtu mbaya, na sio afe kwa sababu ni Mkongo au kwa sababu ni Mpalestina au kwa sababu ni mnanili. Sio hivyo. Hata ukiondoa mitazamo ya kidini kwamba sisi tumeumbwa na Mungu mmoja na sisi ni kitu kimoja, unaweza ukatumia akili ya kawaida kwamba sisi ni kitu ambacho kimetengenezwa, ni kitu ambacho tuko pea moja. Yaani binadamu ni kama hizi mikono. Maumivu yanayosikia mkono huu ndio hayo yanayosikia na mkono huu. Ukichukua moto ukachoma hichi kidole, uyasikilizie maumivu. Maumivu unasikilizia kichwani, lakini ukichoma ni hivyo hivyo. Kwa hiyo unayoyatenda mabaya anavyojisikia na wewe ndivyo unavyo ungejisikia. Lakini hii mikono haiwezi ikafanya, huu mkono hauwezi ukafanya kazi peke yake ukawa na uwezo mkubwa. Hebu ujaribu kwenda bafuni, ujaribu kujiosha na mkono mmoja. Fanya yani, tafuta siku moja ufanye kazi zako zote kwa kutumia mkono mmoja wa kulia wenye nguvu.
Hii mikono unavyoiona ni dhaifu, kuna ambao ni una nguvu na kuna ambao ni dhaifu, lakini inaheshimiana, inajaliana. Unapoumia huu ndo unasaidia kuuponya, huu ndo unauwekea dawa. Huu hauwezi ukaumia ukajiwekea dawa, ingawaje una nguvu ni kulia. Huu ni kulia, una nguvu, lakini huwezi ukaumia ukajiwekea dawa, huwezi. Unategemea huu. Ndivyo na binadamu walivyo. Upendo ambavyo vinavyopendana na kushirikiana mikono hii, ndivyo hivyo mwanadamu anatakiwa shirikiana. Hata macho, nafikiri kwa mtu aliyeumba mwanadamu, aliumba kama mifano, akakupa jinsi ya kuishi. Angalia macho yanavyofanya kazi kwa pamoja, ndivyo binadamu anatakiwa afanye. Angalia vitu ambavyo viko viwili viwili, ndivyo mwanadamu anatakiwa aishi. Angalia miguu, simama, tembelea mguu mmoja kulia wenye nguvu, uone kama unaweza. Unautegemea hata huo dhaifu ambao hauna nguvu, zisaidiane. Kwa hiyo wewe mwenye nguvu hutakiwi kumdharau asiye na nguvu. Wewe mwenye kipato hutakiwi kumdharau asiye na kipato. Ikiwa utaua mtu ambaye hana hatia, Mpalestina, inatakiwa uwe hata ambaye hana hatia, ambaye ni ndugu yako wa damu. Baba, mama, baba, wote huwa wa nchini mwako, wote huwa kwa sababu hawana hatia. Alafu baki mwenyewe uone maisha utayaenjoy vipi? Kwa hiyo ni mtu anatakiwa ajitambue. Viongozi wakubwa wajitambue, wananchi wajitambue. Sisi ni kitu kimoja na kila mtu anataka kutendewa mema, na hakuna ujanja kwenye kuzaliwa au kuwa mtu fulani. Nafikiri kwa leo naomba niishie hapa. Kwa hiyo nilipoongea vibaya mtu anisamehe, nilipokosa heshima mtu anisamehe, na mimi ni binadamu nakosea. Kwa hiyo chukua pointi ambayo unaona ni ya msingi, ambayo ni ya maana, ambayo sio pointi achana nayo. Lakini mambo matatu ambayo nataka ni summarize: vifo vya watu wasiokuwa na hatia. Tenda kitu ambacho wewe ukitendewa unajisikia vizuri, kwa sababu wewe ni binadamu na huyo ni binadamu. Hakuna mbwa pale, wala hamna fisi, wala hamna nguruwe. Yaani kwenye kila tendo lako lolote, ukiona wewe uwezi ukafurahi, basi usitende. Tanguliza hicho, kila mtu atangulize hicho katika kila anachokitenda. Ajaribu kugeuza. Hivi hapa ningekuwa natendewa mimi, ningejisikiaje? Mtu ananitendea, ningejisikia vibaya. Hasitende. Kila mtu ajitambue kwa namna hiyo. Nafikiri magerezani hapata kuwa na watu. Asanteni.